Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Marisa lakini kwa naitwa Salma. Na kwa neema ya Mungu namshukuru Mungu kwamba nimeokoka, nampenda Yesu. Yes. Wengine wokovu wao wameupata ni rahisi kidogo lakini sisi ni wale ambao libidi tupigwe sana ili tuweze kupata hii neema. Kwa hiyo sichukuli kawaida, namshukuru Mungu sana kuwa hapa. So kwa haraka mimi naitwa Amaris au Amarisa. Okay. Sawa. So kwa haraka naitwa Amaris au Amarisa, niko hapa kuwaelezea mambo mawili. Ninawaelezea scenario ya mama yangu mzazi ambaye yeye ndo amenifanya kuwa hivi ambavyo nipo leo. Ili ikusaidie kujua Biblia inasema kwamba mtu aliyebarikiwa, mtu aliyebarikiwa ni yule anayeacha So, blessed is a man who leaves wealth for his third generation. Yani mtu anayeacha mali kwa ajili ya uzao wake vizazi na vizazi. Bwana Yesu asifiwe. So niko hapa kama shuhuda wa jinsi ambavyo nimemwona mamangu akianzia kwenye kupika chakula kawaida, kwenye kuuza mboga kawaida. Mimi binafsi nilikuwa nauza mapapai yake. Tunatoka shule, sio kama watoto wengine, ukitoka shule unaenda kumsaidia mama kazi. Mpaka leo mama amekuwa ni mama ambaye nadhani mama mchungaji anamfahamu kule Longido Arusha. So mpaka leo mama amekuwa ni mama ambaye nadhani kwenye mji ambao tunatokea ni mama wa mfano. Ni mama ambaye anaangaliwa na watu wengi. Ni mama ambaye anategemeza kanisa, naweza kusema simsifii lakini nimemuona akifanya. Sasa point kubwa sana ni kwamba nilivyo mimi ni vitu ambavyo nimejifunza kutoka kwa mama yangu. Nilivyo mimi ni zao la mafunzo ya WWK because as far as I know my mom amekuwa kiongozi wa WWK kwa muda mrefu. Kwa hiyo yale ambao mnafundishwa, bahati mbaya watu wengine wakifundishwa wanayaacha hapa pale, lakini kuna wale ambao wana implement. Mimi ni zao ya vile vitu ambavyo mnafundishwa na leo nimekuwa jinsi nilivyo. So mama anafanya biashara, nimemuona, anatoa, nimemuona. Na kupitia kile anachokifanya mama, kwa mfano mama anawasaidia Wamasai, anawapelekeaga maji, anawapelekea chakula. Kwa hiyo mimi niko kuendeleza, sisi familia yetu, sisi tumejikia strategy, mimi na wadogo zangu tunaendeleza vile vitu vya wazazi walivyovifanya. Hatuanzi upya because what I believe sio kila kizazi kinapaswa kuanza upya. Nilikuwa nasoma Biblia nikakutana na habari ya Daudi na Suleiman. Suleiman anasema kwa sababu baba yangu alishindwa kujenga nyumba, alishindwa kujengea Bwana nyumba kutokana kwamba alikuwa na maadui. Kwa hiyo kuna vitu haviwezekani kwa kizazi kimoja. Lazima iwe ni muunganiko wa vizazi viwili vitatu ili viweze kutokea. Bwana asifiwe sana. Yes, kwa hiyo sisi kwenye familia yetu tunaamini sana kwenye kuendeleza legacy ya wazazi, kazi ambayo mzazi ameifanya tunaendeleza. Wadogo zangu wawili wanaendeleza alichokifanya mama. Mama anafanya biashara ya ujenzi 360 degrees kwa maana ya mbao, matofali, vifaa vyote vya ujenzi. Kwa hiyo wadogo zangu wawili wanaendeleza hicho, lakini baba yangu alifanya sekta ya utalii na mimi naendeleza kile alichokifanya baba. Na kwa kuendeleza huko binafsi sasa ukiachana na ya familia na wazazi, ninasimamia kampuni yangu binafsi. Mimi ni binti ambaye kuanzia na miaka 21 nilikataa kuajiriwa na I'm so proud I made that decision. Kuanzia miaka 21 nilikuwa na kiwanda katika umri mdogo sana. Nadhani nilikuwa nikipokea certificate wananishangaa huyu binti anafanya nini hapa. Kama jinsi ambavyo sangine hata watu wananishangaa hapa najua kuna wengine wanasema huyu amekuja kufuata nini hapa. Yeah, so nimeshazoea hivyo kwamba kuanzia na miaka 22 kwa hiyo ninajua kukosea, ninajua kupatia. Ninajua kufanya kwa njia za Mungu, ninajua kufanya kwa akili za binadamu, alafu nina majibu ya kufanya kwa njia za Mungu. Maana yake ni kwamba Mungu anatengeneza kitu ambacho ni sustainable. Ukijenga na Mungu unatengeneza kitu ambacho anasema baraka zake hachanganyi na huzuni. Hachanganyi huzuni ndani yake. Kwa hiyo ukianza na Mungu huwa inakuwa gani hatua mbele kwa mbele. Shida yetu ni kwamba hatujui kwamba Mungu ni Mungu wa principles. Ukienda kinyume na principles zake you are gone. Bwana Yesu asifiwe. Yes, so na revelation nenda haraka kwa sababu najua mama sasa hivi ataniambia muda, na ninachotembea nacho mimi ni Yakobo. Yakobo hakuwa tajiri. Yakobo alipata revelation, alipata maono, alionyeshwa, alifundishwa jinsi ya kumultiply wale wanyama, alipata mafunuo jinsi ya kumultiply wale wanyama wa Labani na akawa tajiri. Kwa hiyo ninachoamini ni kwamba ukiwa mtu wa maombi, kuna maombi ya kutangaziwa na WWKF, kuna maombi ya binafsi. Mimi tatukavu sijafundishwa na mtu, kuamka saa 9 sijafundishwa na mtu, ni mimi
mimi mwenyewe na Mungu mwenyewe kunisaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna vitu vya kufundishwa na watu, lakini kuna vitu ambavyo vinakuja kama mafunuo, kwa sababu if you want to, kama unataka kwenda mbali, kama unataka kitu cha tofauti, lazima na wewe ufanye kitu cha tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanafunga mpaka waambiwe na WWK, lakini wewe kwa sababu unajua unachotaka na unataka utengeneze kitu ambacho kitakuwa ni generational legacy, watoto wako wasiishie ulipoishia. Ina maana uweze ukasubiri watu wakutangazie maombi, lazima uwe na personal initiative ili uweze kufika mbali. Bwana asifiwe sana. Kwa haraka haraka, kampuni yangu inaitwa Maestro. Nashindwa tu kuongea hapa nipangie vizuri baadaye. Okay, kampuni yangu inaitwa Maestro. Ni kampuni ambayo tunaamini kwenye teknolojia. Tunafanya vitu vingi. Mwezi wa 7 mwishoni tuna launch application yetu ambayo ina lengo la kusaidia watu kupata, ni kama SIDO ya online, kama VETA ya online. Tunakuwekea pale wewe ushindwe mwenyewe. Kila kitu well researched. Tunasema ni business knowledge ambayo ina research nyuma yake. Street University manake sio madaftari, ni vitu ambavyo tunaangalia where we are at the moment, tunakupa. Kwa sababu kuna vitu ambavyo tunajifunza ni vitu vya miaka 20 vilivyopita, lakini tunajifunza vitu ambavyo ni vya sasa, na itakuwa kwa lugha ya Kiswahili